The reason of Satan yani sababu ya shetani is not after killing you. It's not after killing. yeye hawezi tu kupoteza. It's not after killing you. Hayuko tu mahali pale kwa sababu ya kukuua. The devil wants to suspend you from the blessings of God. Yani shetani anataka akuondoe katika baraka za Mungu. So when I am preaching and you are sleeping, wakati mtumishi wa Mungu anahubiri na wewe unalala, that is a total sign that the devil has got hold on you. Yani hiyo inamaanisha kwamba wewe tayari umenaswa na shetani mwenyewe. He has suspended you from getting what I'm telling you. Yani sasa amekuahirisha wewe kutokusikia yale mambo ambayo yananenwa mahali hapa. The devil is a liar. Shetani ni mwongo. When we are preaching, wakati tunahubiri, he senses yeye anaelewa that this message is powerful. Anaelewa kwamba hii ujumbe unaweza badilisha mtu. And now, na sasa what he does is cause you to be weak. Anakufanya kuwa mdhaifu. And you slumber. Na unaanza kulala. And when you slumber, wakati unalala, then he takes your mind. Anachukua mawazo yako. Be careful, don't sleep in the services. Wewe kuwa makini, usianze kulala kwa ibada. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Ezekiel was a king. Alikuwa mfalme. And the Bible says, na Biblia inasema, he was told by God, akaambiwa na Mungu, that God prepared the things in your house ready. Nenda ukatengeneze mambo ya nyumba yako yawe tayari. You will die. Kwa sababu unaenda kufa. And the Bible says, Biblia ikasema hivi, he never began to quarrel with God. Yeye hakuanza kugombana na Mungu. He never began to complain. Hakuanza kulalamika. He appreciated. Alishukuru. But he turned. Lakini akageuka. And he closed the eyes. Akafunga macho yake. And the man began to pray. Na yule mtu wa Mungu akaanza kuomba. When the man prays, wakati mtu wa Mungu aliomba, the Bible says, Biblia inasema, and God remembered Ezekiel. na Mungu akamkumbuka Ezekia. And he added him more 15 years. Akamuongezea miaka 15 to live. kuishi But the tena. man was praying. Wakati mtu yeye alikuwa akiomba, He was not praying to live. hakuwa naomba ya kwamba aishi. But he said, God remember me. Alimwambia Bwana nikumbuke. And God said, Na Mungu akasema, I have heard your prayer. ya kwamba nimesikia maombi yako. I have added you 15 years. Na nimekuongezea miaka 15. Prayer brings a change. Maombi yanaleta mabadiliko. If you are suffering rejection, Kama wewe unateseka kwa sababu ya if kukataliwa, you are suffering with torment, wewe kama unateseka na kufinyiliwa, I'm telling you, listen. nataka nikwambie, sikiza. Prayer needs to be made. Lazima maombi yatendeke. When we pray, there's gonna be a shift, Kunaweza kuwa na mageuzi. a transformation Yaani kuna kuwa na mageuzi in your life. kwa maisha yako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Solomon prayed, Suleimani akaomba. saying, Akasema, Father, Baba, I am in the middle of multitude of people. mimi niko katikati ya umati wa watu. People are too many. Hawa watu ni wengi sana. Can I ask you to give me just wisdom? Baba, ninahitaji tu nipatie hekima. God said, Na Mungu akamwambia, I have heard your prayer. nimesikia ombi lako. I'm not giving you only wisdom, Sikupatii tu hekima, but I am giving you wealth. ninakupatia na utajiri. I am giving you wisdom, Ninakupatia hekima and I'm giving you wealth. na ninakupatia utajiri. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Remember Pharaoh. Kumbuka akamwambia Musa Pray for me ya kwamba niombee and my people na watu wangu that we don't perish. ili tusiteseke. And Moses lifted hands up. Na Musa akainua mikono yake juu Pray. na akaomba, And God heard the prayer of Moses. na Mungu akasikia maombi ya Musa And he suspended the plagues in Egypt. na akaondoa zile tauni kule Misri. When Moses prayed, Wakati Musa aliomba, it doesn't matter what you're going through. haijalishi ni nini unapitia siku ya leo. When you change and begin to pray, Wakati utabadilisha na uanze maombi, God is going to do a mega shift in your life. Mungu anaenda kufanya mabadiliko makubwa kwa maisha yako.
yamefanyika kuwa cheche za moto, the demons cannot withstand. na mapepo hayataweza kustahimili. No trouble can stand when prayer has turned into flames. Wakati maombi yamefanyika kuwa cheche za moto, hakuna shida ambayo itaweza kustahimili.